Wanadhiri waseme amina. Wanadhiri waseme amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisi ni wanadhiri. Sisi ni wanadhiri. Sasa wewe unakuwa mlokole ambaye yani hauna impact yoyote yani. Wewe mwenyewe uelewi kama ni mnadhiri au sio mnadhiri. Alafu umepinda unadunda na yani uelewi yani wewe mwenyewe vinakuaje mlokole gani wewe? Yani unakuwa kama umebongoloka akili, kichwa kinakuwa kibovu. Unanuna, unachukia. Si una maneno malalamiko. Huo sio unadhiri, tukatae kwa jina la Yesu. Huo sio unadhiri. Mnadhiri ni mheshimiwa, sema amina. Mnadhiri ni mtu wa maana, sema amina. Mnadhiri akosei, sema amina. Mnadhiri anafanya kwa maelekezo, sema amina. Na mtu wa Bwana, maisha yako yatabadilika siku ile utakapoanza kusikia maelekezo. Sio habari ya ufahamu, ni maelekezo. Bwana nataka ushike maelekezo, uelewe maelekezo, ufanyie kazi maelekezo, ufanye kama ulivyoelekezwa. Sauli, fanya kama ulivyoelekezwa. Wewe ni mnadhiri wa Bwana, usifanye kwa kuogopa watu, fanya kama ulivyoelekezwa. Wewe ni mnadhiri wa Bwana. Bwana amesema piga wote ua. Bwana amesema nyonga mpaka kuku, nyonga mpaka mbuzi, haribu kila kitu. Usiseme kuna vinono nataka kutoa dhabihu. Mungu anakwambia utii ni bora kuliko kitu gani? Kuliko dhabihu. Watu wengi hapa tumetumia sana akili kuliko maelekezo ambayo Mungu ameyatoa. Yaani kuna kitu unafanya sio hata Biblia, ila ni common sense. Wewe una akili wewe ya kujiwazia wewe. Kuna mambo unatakiwa ufanye kulingana na maelekezo Mungu aliyokupa, sio common sense. Na ile sasa ndio inaamua kila kitu cha kwetu. Inaamua tufaeje, inaamua nani na nani wawe marafiki zetu, nani na nani tunapiga nao story mpaka za ndani. Kwa sababu sisi ni wanadhiri na maneno ni kitu cha muhimu. Kwa hiyo lazima uwe unajua nani na nani wanakuwa marafiki zangu. Mtu aliyeokoka ambaye ni mnadhiri, sio kila mtu anakuwa rafiki yake. Na kama huna vigezo vya kuchagua nani awe rafiki, maana yake una changamoto ya kuelewa unadhiri. Sio kila mtu anakuwa rafiki yako. Kuna watu wengine wanakuwa mbali, hawawi marafiki sana, unaweka karibu mpaka unawaambia jamani unajua siku moja na nini. Utajikuta una najisi unadhiri wako. Unaweza ukawa una nguvu kwa sababu Mungu amewekeza nguvu ndani yako na uwezesho, lakini huwezi kutempa na nguvu ambazo Mungu ameziweka ndani yako kwa kutozingatia masharti. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana Mungu huyu aliyekuita ndiye aliyesema mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Samsoni aliharibu tabia njema akidhani ana miguvu. Unaweza kuwa na nguvu lakini sio nguvu kumliko Delila. Delila ana nguvu zaidi kuliko wewe. Lazima uwe makini. Na ukijidai una nguvu kuliko Delila, stori yake itakuwa ni kutobolewa macho. Stori yake itakuwa ni kusaga ngano wakati wewe umeitwa kuwakomboa wana wa Israeli. Utabadilishiwa majukumu ya unadhiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Utajikuta umegeuka mganga wa kienyeji unaagua wakati wewe ni mtumishi wa Mungu. Sauli si alikuwa mwaguzi, akageuka akawa mwaguzi, anaita mapepo ndio anakuja kumfunulia vipi inakuaje? Nifufulie Samueli. Si ni waganga wa kienyeji wale? Mungu amemuita kuwa mnadhiri. Mungu akikukataa ni nani atakukubali alafu utosheke? Watu wa Mungu tuwe sensitive na imani tuliyoipokea. Tuwe sensitive. Tusizani imani tuliyoipokea ni imani holela, ni imani ambayo haina masharti, ni imani ambayo haina maelekezo. Imani tuliyoipokea ni imani yenye maelekezo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu hakutuacha bila maelekezo. Ametoa maelekezo. Fuata maelekezo. Acha kuishi kiholela. Fuata maelekezo. Lazima uwe na utaratibu wako ambao unaufuata. Hata kama nafsi yako imegoma kufuata utaratibu, lazima uilazimishe kufuata utaratibu. Maana wewe ni mnadhiri wa Bwana. Kuna wakati nafsi inaweza kukudanganya, lakini nafsi sio wewe, wewe ni kitu kingine. Mwili unaweza kukudanganya, wewe sio mwili, wewe ni kitu kingine. Wewe ni roho, sema amina. Wewe ni roho, sema amina. Na Mungu ameiheshimu hiyo roho. Amesema juu ya roho hii nitamimina roho yangu. Na ya ile roho imekuwa ni mafuta ambayo yamekupa kibali mbele za Bwana. Leo ukipiga magoti mbele za Mungu, Mungu anakubali. Anasema mwanangu mnadhiri amekuja, ngoja nitokee nimsikilize anasemaje. Lakini kuna watu hawana habari
ya hicho kibali ambacho Mungu amewapa kwa unadhiri wao. Hawana habari. Mwingine anaweza akakaa mwaka mzima hajawahi kupiga magoti, akalia machozi mbele za Mungu, akamwambia Baba, nimekuja. Sikiliza, watu wa Bwana lazima tutumie nafasi tuliopewa na Bwana kusema naye, maana ile nafasi ni ya baraka. Mungu anataka tufanye mabadiliko. Mungu anataka tupokee maelekezo kutoka kwake ili tukamilishe jambo fulani la kimungu katika dunia. Mungu anataka kusema nasi, kusema na wanadhiri. Mungu anataka kuharibu miungu ya dunia. Mungu anataka kuwapiga watesi. Mungu anataka kuharibu kila kinachotawala isivyo haki. Mungu anataka kutupa utawala, anataka kutupa umiliki, anataka kutupa kutamalaki. Lakini anamtaka mnadhiri mmoja ambaye anatambua kwamba yeye ni mnadhiri wa Bwana, atokee mbele za Bwana ili Mungu aseme naye kipekee na kinamna yake. Nisaidie kusema amina katika jina la Yesu aliye hai. Kwa hiyo huo ni unadhiri. Mwambie mwenzako, wewe ni mnadhiri. Usiishi kikawaida.